Poa hakika. Haina kipengele. Tutakutana kazi. Nikusaidie nini? Na hapo jambo. Unataka nini? Karibu. Basi elewi. Hivi ni nini? Nimwachie tu Mungu. Jambo ndugu wangu. Unajua nini ndugu wangu? Yeye akachukua sukari kilo na mkate 2000 uje chai ndugu wangu. Hai. Shakila! Shakila! Nimekuita Shakila kama tulivyokwisha zungumza. Nilikwambia nifikirie kwanza, halafu utajua cha kufanya. Sasa nimefikiria, hatima yake nimefikia mwafaka. Na maanisha nimejua cha kufanya kuanzia sasa. Kitu gani ulichofikiria kiongozi wangu? Shakila, cha kufanya kuanzia sasa ni wewe kutoka hapa kwenda kule. Na ukishafika kule, usiwe na muda wa kupoteza kabisa. Kwa sababu na kazi nyingi sana za kufanya. Kwa hiyo siwezi nikaona muda unapotea kizembe. Ukifika kule wewe cha kufanya, yule mtoto natakiwa umuue. Shakila, kuna kitu hakiko sawa. Nahisi kama kuna mtu amesikiliza mazungumzo ya mimi na wewe. Sasa kiongozi, nafanyaje kuhusu hilo? Zingatia nilipokuambia, hatuna muda wa kupoteza. Takupa maelekezo baada ya hapa. Sawa kiongozi. Habari yako Shemsa? Nzuri. Unaelekea wapi? Naelekea dukani, nimeagizwa na kaka. Shemsa, hivi ushaona wapi mwanamke anabeba mimba bila mwanaume? Mimi sijawahi muona. Haya, na kwa uwezo wake ule ataweza kuhudumia kweli? Cha umbea.
Nasikia Ndea na Shakila wakizungumzia kuhusu kumuua yule mtoto. Unasemaje wewe? Kama ulivyosikia. Sawa Ajila. Hii taarifa inatakiwa nifikishie mfalme sasa hivi. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Nadhani sasa mnashangaa kwa nini ninawaitia huko. Lengo la kuwaitia huku, kuna jambo moja nataka niwashirikishe. Mfalme wenu ina furaha sana sana sana, kwa sababu Malkia wetu yuko njiani sasa, na hapo tumebakia siku chache tu tunamuona Malkia wetu. Ila kuna viumbe wabaya ambao wanataka kumdhuru Malkia wetu. Hivyo sasa Mfalme, ile kazi ulioniagiza nimeifanya, lakini kuna tatizo kidogo. Kuna viumbe wabaya wanamzunguka yule mama. Tukicheza tutampoteza yule mtoto. Sangu, nimekuelewa. Hata hiyo kazi uliyoifanya ni kubwa sana. Hivyo vitu vingine niachie mimi. Jamani, naombeni hiki kikao kiishie hapa. Tutazungumza na siku nyingine. Kumbe unaogopa kufa Sasa basi, sina muda wa kupoteza. Nimekuja hapa kwa sababu moja tu. Kama unayapenda maisha yako, naomba urudishe hiyo miguu yako, la sivyo takachokufanya hautokaa uamini. Nimeshajua unakoenda. Sasa una machaguo haya mawili. Chaguo la kwanza, yako hicho ulichokisikia kibaki kuwa siri yako. Chaguo la pili na la mwisho, kama uyataki maisha yako, toa hiyo miguu yako, peleka hizo taarifa kwa mfalme. Takachokufanya hautokaa uamini. Umeelewana? Tumeelewana. Mbona huyu Ndea ananifuatilia sana? Ananiforce, ananiambia nisipeleke taarifa kwa mfalme. Ndea! 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 Achana tabia unazozifanya, maana mfalme akijua nahisi unamfahamu vizuri. We kama nayo unanipandishia sauti. Hajla, wewe ni mtoto mdogo sana. Unanizidi nguvu, lakini haunizidi umri.
na hata hivyo dawa yako ipo jikoni, naichemsha. Ikisha chemka, taanza na wewe na huyo mfalme wako. Nadhani umenielewa vizuri. Siwezi nikaacha mfalme wangu anaangamizwa na wewe. Asa hiyo dawa yako utainywa mwenyewe. Yusufu, nimekuita kwa mara nyingine tena. Ushauri wako wa mara ya kwanza nimeufanyia kazi, na kazi imeenda vizuri kabisa. Ila sasa malaika niliyomwagiza ameleta majibu tofauti kidogo. Ameniambia ya kwamba malikia wetu ana maadui wengi sana. Hivyo sasa nikasema kwa mimi peke yangu siwezi. Nikasema ngoja nikaombe ushauri kwa mara nyingine tena kwa Yusufu. Nishauri tunafanyaje kwa hili? Naonaje mfalme kimtuma Petro aende kule kama mwanadamu, akaishi kama mwanadamu, akamlinda yule mama? Nzuri sana. Ushauri wako ngoja niufanyie kazi. Sawa sawa. Wewe unaweza ukaendelea na majukumu yako mengine hapo. Sawa sawa mfalme. Petro, Nimeitikia wito wako mfalme. Petro mtumishi wangu, nimekuita hapa, nataka nikuagize. Nenda kule duniani ukaishi kama mwanadamu kwa niaba ya kumlinda yule mama, kwa sababu kuna viumbe wabaya wengi sana wanahitaji kumzuru yule mama. Lengo lao tukose malikia. Hivyo basi nimeamua kukuagiza wewe, najua una uwezo wa kumlinda yule mama. Ndiyo mfalme. Vizuri, unaweza ukaenda sasa. Sawa mfalme.